Ndugu zangu, habari zenu kwanza. Leo nataka niwaambie kitu kimoja ambacho wengi hamkijui na mmekaa tu hamtambui ni nini kinachoendelea duniani, mpo tu yani, na sio kama hamtaki kujua ila hamuulizi. Hivi unaweza ukajua ni kwa sababu gani AI imetengenezwa na kwa nini inatakiwa ipenye dunia nzima? AI imetengenezwa kwa maana maalum. Kuna vitu vingi huku nyuma vilifichwa, vya kishetani, vya kihuni, vilifichwa sana kwa sababu ilikuwa ni siri. Lakini kuna nyakati zinafikia hao mashetani wenyewe wanataka vitoke ili watu wote wavijue kwa siri pia. Yaani kwamba wanataka vionekane ili kila mtu aingie katika ule ushetani. Sasa watavitoaje? Wakatengeneza mfumo unaitwa wa AI. AI hii ikatengenezwa ili kila kitachofanyika sasa hivi watu wanaamini ni AI, lakini kumbe ndio uhalisia. Tamaona mtu fulani maarufu amefanya hivi, unaona amekuwa kama ni sanamu, sio mtu. Wewe unachukulia ni AI, lakini kumbe ni kweli. Kuna watu wanaishi kwa chip, yaani sio binadamu. Wapo marais, wapo viongozi tu wakubwa kwenye nchi, watu wanaishi kwa chip, yaani amewekewa chip ndio inamuendesha kama binadamu, lakini ni roboti. Ila wewe huwezi kuelewa hicho kitu kwa sababu muda mwingine upeo wako ni mdogo, muda mwingine unaamini katika tu AI, muda mwingine unasema tu wazungu wanajua vitu vingi. Hapana, kila kitu kimeletwa kwa sababu zake. Wewe kama unasema wazungu wanajua vitu vingi au hakuna vitu vya ajabu vya kimashetani, unaweza ukaniambia kwa nini Tanzania hatumiliki aliens? Au Afrika au baadhi ya nchi hawamiliki wale viumbe wanaitwa aliens. Wale wana kazi gani? Ushawahi kujiuliza? Wanaambiwa wana akili sana kuliko binadamu. Na wakati sisi Mwenyezi Mungu ametuumba, akasema ametuumba sisi wenye akili kumiliki vyote vilivyopo duniani. Maana yake kwamba ukimiliki vyote vilivyopo duniani una akili sana. Lakini leo wewe ambaye unawamiliki hao aliens, unaambiwa wewe unawamiliki lakini akili huna kuwazidi wao. Shai kujiuliza hicho kitu? Kikubwa ni kwamba sisi tunaishi kwenye dunia ambayo watu wanatuendesha wanavyotaka, na wameweza kwa kweli, kwa sababu hawa watu wao wanajua kila kitu kinachoendelea na kinachokuja. Wameshapima na vifaa vyao vigumu ambavyo wewe mtu wa kawaida huwezi kuviona. Vipo sehemu moja tu, na hiyo ndio sehemu husika iliyowekwa kwa ajili ya mambo hayo. Nakupa hizo leo, chukua, usiishi kizembe. Watu wanakuendeshea dunia vizuri sana, na wakatengeneza mpaka matajiri feki kwamba wao ndio wanaongoza kwa hela duniani, lakini ni feki. Hao watu ndio wanaongoza kwa utajiri duniani. Watu wana maghala ya vitu ambavyo yeye akipiga tu saini moja mzigo utoke uende sehemu fulani, ni bilionea mara 100. Lakini hawatangazwi kwa sababu ni vitu vya siri. Hapo sana kitu kinachoitwa siri. Yaani mnaweza mkalianzisha jambo watu 6. Kwa maana hili jambo linatakiwa liwe ni siri. Lakini baadaye mkataka kuwaongeza watu ambao mnataka waongeze kitu. Yaani sio kwamba wanakuja kuwaongezea nguvu wala nini, hapana. Waongeze wanachama katika hicho kikundi chenu cha siri mlichokiweka. Na asilimia kubwa hicho kikundi cha siri kinamilikiwa na watu wachache, lakini hao watu wachache wanaokimiliki wana watu wa nje wengi ambao wanaonufaika nacho sana ni hao waanzilishi. Mtanielewa kidogo kidogo. Na wakabuni hivyo dunia nzima, kwamba dunia iwe na mfumo huu, na ndio inayotumika dunia nzima. Mifumo yao hawa watu ndio inayotumika dunia nzima.
Yaani kuna muda wanatuimbisha mziki sisi hatujui, kuna muda wanatuingiza kwenye ushetani sisi hatujui, tunasema kwa sababu hatujajua sisi hatujaingia. Lakini kumbe wao wanaamini uwe unajua hujui lazima utakuwa umeingia, umeshiriki. Yaani wewe kwenye simu tu kuna nyimbo vipo vile, navyo ni mziki ule ulipigwa tangu enzi hizo, na ukiingia ukiusachi ule ni mziki unapigwa tu vizuri. Lakini wewe ukikaa unasema mimi sisikilizi mziki, unasikiliza mziki, sema mziki wenyewe ni mziki wa aina gani? Cha kufanya wala hata sio kuwakwepa, kwa sababu uwezi, tayari ushaingia kwenye mifumo yao. Ni wewe tu kujitafakari muda mwingine kwamba kuna vitu natakiwa nifanye na vitu nisitakiwi kufanya, na utawezaje? Sio kila kitu wewe duniani utake kukijua, wala sio kila kitu usitake kukijua. Yaani kuna vitu vinatakiwa ujue zaidi ili ujue kwamba hapa kumbe ulikuwa unaenda fyongo, na kuna vitu unatakiwa uvijue kwa sababu ukivijua tu vitakupeleka pabaya. Watu wanaishi tu anakuambia sisi moja hivi moja mbili tatu, hela yenyewe wana print tu kama nani, kama wewe unavyo print makaratasi. Yaani kwanza wamekaa waongo, wahuni, watu fulani hivi ambao hautakuja weza kuwafahamu ni watu wa design gani. Na tena muda mwingine wanajificha kwenye vivuli vya dini kabisa, lakini wao wanajua wanachokifanya ni kitu gani. Vipo vifaa vya kuweza kupima, kumtambua hata mtu ambaye hakuwepo kwa miaka mingi, hakujulikana na ukamjua yupoje, na hawa watu wanavyo. Wewe huwezi amini hicho kitu. Pia nataka nijaribu kuwakumbusha jambo moja. Umoja wa Mataifa ni umoja wa mataifa wa dunia nzima, lakini huo umoja wa mataifa kuna sehemu na sehemu ambazo unaziona zinafaa wao kuingia, lakini sehemu nyingine wanakaa kimya, kwa sababu wao wenyewe sio wamiliki wa hayo matukio, wala hata hawaruhusiwi kugusa katika tukio lililotokea ambalo linawahusu wao. Mfano kwenye vita, kuna sehemu wanatakiwa kwenda kusimama kuzuia vita, lakini sehemu nyingine hawaruhusiwi kugusa. Vita sio vyao, vita vinawanufaisha. Vita ni biashara za watu, wala hata sio ugaidi wala nini. Vita ni biashara za watu, na huo ndio uhalisia. Kwani kama binadamu tunakuwa tunapendana wote dunia nzima, kuna haja gani ya kumiliki bunduki, ya kutengeneza silaha? Zinatengenezwa kwa sababu gani silaha, wakati si wote ni binadamu? Kuna vita vishawahi kupiganwa dhidi ya wanyama na binadamu? Jibu ni kwamba hapana. Silaha zinatengenezwa kwa sababu ya binadamu, wateketezwe wengine wafaidike. Hiyo ndio maana ya vita. Laiti tungekuwa tunapendana tu wote kama Mungu alivyoelekeza duniani, kusingekuwa hata na haja ya silaha wala nini. Hapana. Yaani kusingekuwa na haja ya silaha. Ukiona silaha zinatapakaa ni kwamba binadamu hatupendanagi duniani tangu imeumbwa. Na katika hawa watu waliopata upeo wa kutengeneza silaha ndio wakagundua hii ni biashara ambayo itatupa kipato kikubwa zaidi. Wewe unaniambiaje binadamu tunapendana, au tunapendwa na Umoja wa Mataifa au na nani? Kwani ni nani mtu aliyeanzisha utumwa Afrika? Si hawa watu wa nje? Leo wanakuwaje wazuri waje wakusaidia wewe Mtanzania au mtu wa Kongo au mtu wa Burundi, Rwanda, South Africa, Malawi, Zimbabwe? Ni vigumu, ila Afrika wengi huwa hatuelewi hicho kitu. Tunachotakiwa kuamini ni kwamba duniani hatupendani. Kama tunapendana, tutapendana sisi wa karibu. Uwezi wewe kutengeneza silaha ukasema tunapendana eti wewe ukatembea nayo na mimi sina. Wewe unayo lakini mimi sina. Afu unasema tunapendana. Wakati tukitokea tumekwazana, wewe mwenye silaha ndio wa kwanza kuingiza mkono mfukoni kunipiga mimi. Wakati yale mambo yangezungumzika tukikawaida.
ile imewaathiri watu, na ni njia mojawapo pia ya kupunguza baadhi ya watu ambao hawataki. Wewe kama unabisha, endelea kukaa hivi, ila utakuja kuniamini baadaye kwamba kila kitu kimetengenezwa kwa ajili ya biashara, watu wafaidike. Sio leo, utakuja tu kuamini hapo mbele. Na kila kitu unachokiona kilichotengenezwa na mtu wa mbali, alikitengeneza kwa niaba ya kuona yeye aendelee kuwa juu, sio mtu mwingine. Yaani haiwezekani mimi na wewe tukakubaliana sasa hivi, ndugu yangu, kwamba mimi na wewe watu wawili tutengeneze biashara ambayo Dar es Salaam nzima hakuna, au itakuwa inanemesha Dar es Salaam nzima kama sio Tanzania au kama sio Afrika. Alafu akatokea mtu akaona hiki anachotaka kukitengeneza huyu kitatunyima soko sisi, kwa sababu huku sisi tunakiweza kukitengeneza na tunakitengeneza kuwasambazia hawa watu. Akakupiga vita wewe, ikaonekana wewe unamharibia soko, alafu wewe useme huyo mtu anakupenda. Ilitokea wapi? Haijawahi kutokea hicho kitu duniani. Kila unachokiona wewe hapa duniani ni kitu ambacho kimekuja kwa ajili ya maslahi ya watu. Vipo vitu vingi sana vya kuvizungumzia, lakini hivyo ngoja tu niviache. Lakini nikisema tuvizungumzie, vina uzito ni mkubwa, ambapo muda mwingine sio salama sana. Yapo baadhi ya magonjwa mengi sana nyewe mnayajua, tunayo sisi tu. Uwezo ukamkuta mtu mwingine ana UTI hata siku moja uwezo ukamkuta nayo hiyo kitu. Maana yake ukipiga mahesabu, ukijiongeza hapo, utajua ni kwa nini nimesema hivyo. Utajiongeza tu mwenyewe. Inakuwaje leo huyo mtu akupende wewe wakati anakuletea vitu ambavyo yeye vitakuwa vinampa hela? Wewe unateseka, ila yeye anapata hela. Ndio maana narudi kwamba dunia ni mifumo ya watu fulani waliojitengenezea kwamba wao ni bora kuliko wengine. Utanielewa tu baadaye, sio sasa hivi. Nadhani nitakuja kuongea kwa urefu zaidi, nitakuja kuielezea vizuri kabisa, afu mtakuja kuniamini kwamba vijana, acheni kufuata mhemko hata siku moja.